Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Hii ni God Intervention International Ministry, huduma inayojikita katika kufundisha neno kwa mafundisho mafupi lakini yaliyobeba maana ya kukusababisha upate mpenyo, upate kuelewa na kupata ufahamu wa kiungu. Katika masomo mafupi yaliyopita, mengine tulizungumzia habari ya kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kufufuka, na mengine tulizungumza kwa habari ya maisha ya vijana. Leo ninaendelea kwenye eneo la maisha ya vijana. Kwenye andiko lile la Timotheo wa kwanza 4:12 nalosema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo katika usemi na mwenendo, katika upendo na imani na usafi. Andiko hili lina maana pana sana ambalo Paulo alikuwa anamfundisha Timotheo katika utumishi wake. Tunakumbuka Paulo alikuwa amesimamia huduma ambayo chini yake walikuwepo watu mitume ambao yeye aliwaandaa peke yake. Lakini Timotheo alikuwa naye ni mmoja wapo. Katika mafundisho haya Timotheo anaambiwa jitahidi kujionyesha pia kwamba ni kijana mtumishi wa Mungu uliyekubalika, mtendakazi. Nami nimekuja hapa kuzungumza na vijana wenzangu, na mimi nikiwa kama kijana mwenzenu. Maisha yetu ya vijana yana mambo mengi tunashindwa kujidhihirisha kwamba tunaweza au tunaweza kuthubutu. Mpaka umri unapofika mkubwa ndipo tunastuka kuyafanya na tunakuwa tumechelewa, especially eneo la kumcha Mungu na kuonyesha vipawa vyetu. Wengine wanatamani wawe na elimu kubwa sana, wengine wanatamani wawe na standard fulani ya maisha, wengine wanatamani actually wafanane na mtu fulani. Mimi nataka nikuambie kijana unayenisikia muda huu, vile ulivyo pale ulipo, ukigeuka ukamgeukia Mungu na ukaacha matendo yale yanayomchukiza Mungu na ukapokea neema ya wokovu ndani yako, na kuambia ni rahisi sana kuja kumtumikia Mungu popote ulipo, katika kazi unayofanya, ukawa balozi wa ufalme wa Mungu, kwenye hicho chuo unachosoma, kwenye hiyo jamii uliopo, kwenye haya mazingira yoyote. Mungu atakutumia vile ulivyo na kuanza safari ya kumcha Mungu hapo ulipo. Ninachokusisitiza ni moyo tu wa kupokea wokovu ndani yako, kwa sababu pasipo wokovu hakuna kufanywa upya, na pasipo kufanywa upya ndani yako hakuna nguvu itakayoingia ya kumcha Mungu, ya kuweza kufanya yale mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Paulo anamwambia Timotheo, mtu asikudharau. Na mtu kama anaweza akakudharau, ujue ndani yako ameona hakuna Mungu, ndani yako hakuna chochote. Na haudharauliwi kwa sababu una mali au hauna mali. Yaani mtu anaweza akakudharau katika mazingira yoyote, kwa sababu watu wengi wametegemea labda neema kama si kitu sahihi, kwa sababu watu walikariri maisha ya wokovu ni watu maskini, ni watu ambao wamechanganyikiwa. Ngoja nikueleze, tuko watu au wapo watu ambao tumeokoka na tunaufahamu na tuna akili kamili, na ndio wakati huu wa Mungu kujifunua kwa wale watu ambao wamemjua Mungu katika roho na kweli, na kuachilia neema yake kubwa sana. Ndio maana nawaita vijana, njoni kwa Yesu. Mnayenisikia, hakuna heshima utakuwa nayo kama hauko kwa Yesu sasa hivi. Watu wengi umeona wana elimu kubwa, wana vyeo vikubwa, lakini wamekosa msingi wa maisha bora, wamekosa kuheshimika katika maisha, katika jamii, kwa sababu neema ya Mungu haipo ndani yao. Lakini muda huu nao nisikia, iwe ni mchana kwako, iwe ni jioni, iwe ni usiku, muda wowote, hebu jaribu kutafakari upendo wa Mungu ulioletwa kwetu na Mungu akatuamini vijana. Mungu akatuamini vijana. Biblia imeandika sana habari ya vijana. Ukisoma habari za kina Danieli kwa kitabu cha Danieli 1:4-17, Danieli nzima, unakuta kwa habari ya vijana hao. Ukisoma habari za Yusufu, ni aliitwa akiwa kijana. Ukisoma habari hata ya Musa aliitwa akiwa kijana. Ndugu yake Haruni ndo alikuwa umri umeenda kidogo. Ukisoma habari ya kina Elia, ukisoma habari ya mitume na manabii, wengi waliitwa wakiwa vijana wakamtumikia Mungu mpaka umri ukaenda. Unaposubiri umri uende sana ndipo uje kwa Mungu, kuna matatizo mengi utakuwa umeyatengeneza kwenye generation yako, kwenye maisha yako binafsi. Kwa sababu Mungu mwenyewe hataki sekrepa. Mungu anataka anakutaka wewe ukiwa na nguvu. Mungu anakutaka wewe ukiwa fresh. Mungu anakutaka wewe ukiwa bado kijana barubaru. Hebu ungana nami katika huduma hii ambayo mimi nimejikita sana kwa habari ya vijana wenzangu. Nimejikita sana kwa habari ya vijana wenzangu kupata ufahamu wa kiungu. Na hii ndio kiu yangu na kiu ya watumishi wenzangu vijana, tuko wote. Watu kila mahali wanapata mahubiri kuhusu vitu, kuhusu kutolewa mapepo. Ni kweli hata sisi tunatoa mapepo. Lakini unapotolewa pepo, usipokuwa unajua una jukumu gani la kufanya, una mission gani na Mungu, bado mapepo yatarudi ya kutumikie, kwa sababu hautumiki. Kwa tuko hapa kuwapa ufahamu wa kutumika na Mungu. Hebu neema ya Mungu iwe juu yako. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako.
Uwe na heshima mahali popote. Uheshimike kuanzia mahali ulipo, kwenye familia, kwenye jamii, kwenye nchi yako. Na neema hii ipo katika jina la Yesu Kristo. Neema ipo ndani ya Yesu Kristo, kijana unayenisikia. Nakwambia kwa msisitizo sana. Huko nje kuna wevi, wanyang'anyi, kuna majambazi, kuna wauaji huko nje ya Yesu. Huko nje kuna visasi huko nje ya Yesu. Lakini kwa Yesu kuna rehema. Hebu Mungu akusaidie. Nataka niombe nawe, na mbeleni tutaunda grupu la WhatsApp la vijana wale ambao watakuwa conscious na hichi ninachokizungumza. Tuokoe hata mbegu ya vijana. Kama tutaweza kuokoa vijana wote, tuokoe mbegu ya vijana ambao shetani anajaribu kuichukua. Mabinti sana nasisitiza sana kwenu. Hili ni la kwenu sana. Mna jukumu la kuombea vijana ambao watakuja kuwa wenzi wenu, kwa sababu vijana wa kiume ndio shetani amewalenga kuwaharibu, kuwaondoa katika wasili wa kuwa wanaume. Na mabinti, unajua nyie katika swala la idadi mko wengi kushinda sisi vijana wa kiume. Kwa ni jukumu letu tumlilie Mungu, tuokoe vijana ili sisi wenyewe, ili nyie wenyewe mje mpate wenzi wenu baadaye, na watoto wetu wapate kuja kupata wenzi. Hili ni jambo la muhimu sana na tutalifanya kwa neema ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema yako. Asante kwa ajili ya yule anayenisikia, anayenitazama. Ninaomba uvuvio wa nguvu zako uingie ndani ya moyo wake, especially kijana anayenisikia mahali popote alipo. Apokee nguvu, apokee kiu ya kukufuata wewe Yesu Kristo, ili tunaporudi kwako aanze kuwekeza kwetu, aanze kutuamini tena na kuleta mageuzi katika maisha yetu ya rohoni na ya mwilini. Katika jina la Yesu Kristo, ninaombea neema ya kiu ndani ya moyo wa kijana anayenisikia. Ninaomba neema ya kiu ya kukutafuta wewe Bwana. Kiu zozote za dhambi zikafe ndani ya kijana anayenisikia. Kiu za ulevi, kiu za uasherati, kiu za unzinzi, kiu za kupenda mambo ya dunia hii ambayo yameleta aibu na kutondolea heshima yako Mungu uliotuumba nayo kwa mfano wako na kwa sura yako. Ninaomba neema ingie ndani ya moyo anayenisikia. Maombi haya yapenye katika moyo anayenisikia katika jina la Yesu Kristo. Apokee nguvu ya neema, nguvu ya neema, nguvu ya neema ya kutafuta uso wako Kristo Bwana. Nguvu ya kupokea neema ya wokovu, nguvu ya kushinda dhambi mahali popote anaponisikia, na kila mmoja ambaye ni kijana akapokee Mungu neema yako ya kurudishwa katika nafasi ya ujana katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunapoendelea na masomo yetu mafupi, ninaomba hii neema imfikie kila mmoja naye mahali popote alipo. Mungu ambaye ana mtoto wake, aidha ni mzazi, kijana wake amepotea, ameingia katika maisha ya dunia hii na anatamani arudi katika neema yako Yesu Kristo. Ninaomba kwa maombi haya, yoyote anayenitazama, yoyote anayenisikia, hiyo neema ikaingia katika malango ya nyumba yake, akaokolewe yeye na nyumba yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kutuma mafundisho mafupi, lakini kwa wale ambao wanataka tuingie kwenye magrupu ya WhatsApp, utanifuata Instagram, utaona link ya kuingia kwenye grupu la WhatsApp, lakini huku TikTok pia niliweka namba yangu ya WhatsApp, lakini pia tuendelee kufuatilia kwenye mafundisho mengine kwenye channel yetu ya YouTube. Mungu awabariki sana. Shalom.